tarehe 6 mwaka wa kanisa, katika somo letu la kwanza inatoka katika kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sia. Mungu katika uumbaji wake, alipomuumba mwanadamu, alimuumba na kumpatia mtu utashi. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua kati ya mema na mabaya. Mungu anampendelea mtu achague mema, lakini hakulazimishi. Somo hili linatuambia kwamba tunapozishika amri za Mungu, tunapofuata maagizo ya Mungu na kuyaishi, sio kuyashika tu kwa nje na kuyaishi, tunakuwa tumechagua fungu lililo jema, tunakuwa tumechagua njia ya uzima. Lakini pale ambapo tunaamua aidha kwa makusudi tunachagua njia ya giza, njia ya mauti, tunaenda kuangamia. Lakini tumepewa akili na utashi, tumepewa uhuru wa kufanya maamuzi. Imezoeleka kwamba mtu anapopitia hali fulani ya maisha, aidha hali ni ngumu kwenye familia yake, au kazini mambo yaendi, au amekuwa mlevi sana, anasema mimi haya maisha haya Mungu ndio amefanyaje? Amenipangia. Mimi nimeumbwa hivi hivi na udhaifu wangu. Hapana, tunamsingizia Mungu. Mungu ametupa uhuru wa kuchagua. Kwa unapochagua maisha fulani, usianze baadaye matokeo yake yanakuwa mabaya, basi kusema Mungu ndio amesababisha. Umesababisha wewe, ulikosea, fanyaje? Kuchagua. Ulikosea, fanyaje? Kuchagua. Sasa kazi ni kwako. Kila kitu hapa duniani kipo wazi, na hamna mtu ambaye anafanya dhambi. Mara chache sana mtu anafanya dhambi bila kujua, lakini wengi tunapata ile dhamiri ya ndani na tuambie hili jambo ni jema, au kuna kasauti kwa nasikia usiibe ni dhambi, si ndio? Alafu kuna sauti nyingine inakwambia iba, lakini wengi tunakumbatia ile inayoitwa iba. Ndio maana unaweza kuiba mume wa mtu, mke wa mtu, kwa sababu umeamua kuchagua nini? Njia nini? Ya mauti. Unasema mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Sasa unapoamua kuchagua maisha ya kuishi uchumba sugu, umechagua njia gani? Tumalizie wote. Umechagua njia gani? Mauti. Unapojifungia masakramenti na huduma za kanisa kwa makusudi tu, lakini uwezo wa kuweza kujifungulia hayo masakramenti upo. Umechagua njia gani? Unaposhindwa kumsamehe mwenzako, kumuonyesha upendo, kujali familia, umechagua njia gani? Sasa uhuru ni wetu, tunaopewa, tutumie vizuri. Tunapopewa Mungu uhuru wa kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu, somo la pili linatuambia tuombe hekima ya Mungu katika kila jambo tunalolitenda. Tumtangulize Mungu katika maamuzi yetu. Ndugu zangu, ndoa haivunjiki tu kwa siku moja. Mtu tu hawezi kuamka tu asubuhi akasema ninavunja ndoa yangu. Hapana. Unaanza kuvunja ndoa yako kwa sababu uko unahifadhi vitu moyoni, usamehi, unaelekeza chuki, mwenzako anakosea, huko kimya. Mwisho wa siku moyo unapochoka, unaamua kulipuka. Unasema kuanzia sasa mimi huyu simtaki. Ni kwa sababu ulihifadhi vitu wapi? Dhambi yoyote inaanzia wapi? Akili kama wazo. Alafu inaanza kujenga mazoea, mwisho wa siku inakuwa nini? Tabia. Je, ni wangapi sisi tumekuja kujilaumu kwa maamuzi mabovu tuliyoyafanya katika maisha, ambao wakati mwingine yanagharimu hata vizazi vyetu? Tujibidishe, tujichunguze, tutafakari na kujua kwamba Mwenyezi Mungu kupitia maandiko matakatifu anatukumbusha
Katika somo la Injili tunasikia Bwana wetu Yesu Kristo anaonyesha kwamba yeye ndiye ukamilifu wa nini? Wa sheria. Anasema sikuja kutengua nini? Sheria, bali kufanyaje? Kuikamilisha. Na pia anatuambia kwamba haki yenu isipozidi ile ya Mafarisayo, hamwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu, Mafarisayo wao wanashika sheria kwa mtazamo wa nje na si ndani, na waliweza kumhukumu mtu kwa mtazamo wa nje. Ndio maana walipokuwa kubagua mtu kwa jambo la kawaida kabisa. Sasa Yesu anakuja kuonyesha namna sahihi ya sheria walizokuwa wanazishika inapaswa kuwa. Anaendelea mbele zaidi, alikuwa aishi katika mazingira ya nje. Wenda sisi pia ndani ya kanisa tunaonekana watakatifu, tunasali vizuri kabisa, lakini ndani ya mioyo yetu Mungu hayupo. Mungu hana nafasi. Tumehifadhi chuki tu, wivu, hasira, visirani, umbea na mambo yanayoharibu sana na kuuza kwaya nyingi. Ni mambo kama hayo, kuoneana, wivu na chuki. Unasikia yeye anajifanya anaimba sana hivi, ana sauti nzuri sana, na kwenye familia hayo mambo pia yapo hivyo. Sasa anatuambia kwamba tusiape. Yesu anasema kwamba tunapoapa basi tuishi ile kweli tunayoiapa. Mfano mzuri, tunapopata ubatizo hapa tunaambiwa mnamkataa shetani, mmetikiaje? Namkataa. Safi sana, mmejibu vizuri. Na mambo yake yote nayakataa. Nayakataa. Kutoka hapo na machale mwili mzima, unakailizi hapa, unaruka juu ya ungo huko, wenzako walali usiku na makoseni na sifika kweli samani hizi. Sasa huko ni kumkataa au ni kumkumbatia? Sasa Mungu kupitia Yesu leo hapa anatuambia kwamba tusiape kama vitu hatuwezi kuvifanyaje? Kuvitimiza, hatuwezi kuishi ukweli. Tuache unafiki, uigizaji wa imani. Na mkataa shetani, mkatae kweli. Akikupeleka kwenye dangulo ukukataa. Akikwambia nenda kamwibe mume wa mtu au mke wa mtu nini? Aliye ndani. Kila kitu kinaanza wapi? Kwenye moyo. Chunguza dhamiri yako, ujue kama dhamiri yako ni hai au ni mfu. Lakini Yesu anatuambia msiue. Lakini sisi watu wanafikiri kuua ni kule tu kuua mwili. Sisi wengi wetu tunaua sana kiroho. Unaweza usipate ujasiri wa kuua mwanadamu mwenzako, lakini wengi wetu tunaua kiroho. Unapomchukia, unapomwonea wivu mwenzako, unapomwekea vikwazo kwenye maisha yake, umefanyaje? Unapomchukia na kumwonyesha hasira, umefanyaje? Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu hasira. Hatutangulizi upendo kwenye hasira. Tunafanya maamuzi ambayo wakati mwingine baada ya tukio ndio tunasema ningejua nisingefanya. Kwa Yesu anasema tuepukane na hasira, chuki na wivu. Tuepukane navyo kwa sababu matokeo yake yatatupelekea sisi kuingia katika dhambi. Lakini Yesu hapa anatukumbusha tena, anasema msizini, si ndio? Na tunaisemaga vizuri kweli, usizini, usiseme uongo, usitamani mwanamke asiye mke wako na mwanaume asiye mume wako. Sasa Yesu anasema yule anayemtazama mwanamke au mwanaume kwa jicho la matamanio amekwisha fanyaje? Ameshakwisha zini. Sasa ndugu yangu, nani hapa yuko salama? Watoto haiwahusu. Nani ambaye yuko salama? Yaani ambaye sasa kuna mtu anatembea hapa na mke wake, lakini akipita mwingine huyu mwenye maumbo nani unakuta jicho hilo. Jicho mtu anasema jicho alishiki. Umekwisha zini. Sasa ndugu zangu, tujiangalie, tujitathmini, tujichunguze mioyoni mwetu. Tumezini mara ngapi? Tuache uzani.
Tubaki na majicho yetu tunatazama mbele, sio kutazama nyuma, kuangalia umbo hili liko 7, 8, 9. Hapana. Mliapokuwa waaminifu katika viapo vyenu vya ndoa, si ndio? Lakini ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya kukosa nini? Mungu hataki uigizaji. Tusiwe wanafiki kama hawa Mafarisayo. Lakini Yesu pia anatukumbusha pia kuhusu kwamba anatoa lugha ya picha. Viungo vyenu vikikukosesha cha mwili wako, mfano mkono, ukate. Ni afadhali uingie na mkono mmoja wapi mbinguni kuliko kutupa wapi? Jehanamu. Sasa tujiulize, kama tungekuwa tunafanya kosa hapo hapo tunakatwa mkono, basi na hakika kina mama wengi midomo wasingekuwa nayo. Uongo kweli? Kwa sababu akipata umbea huyo anaenda kusema uongo huko, wanakata mdomo. Sasa ukimtazama hapo mwenzako wote tungekuwa nini? Mazombi, si ndio? Tungekuwa tutamaniki. Lakini Yesu anasema kwamba vitu ambavyo tunapopaswa kuvikata ni vile ambavyo au yale mazingira yanayotupelekea sisi kutenda dhambi. Ndio anasema hiyo vizuizi, hiyo mizizi tuikate mapema. Wewe ni mlevi, usiseme Mungu amekunga mlevi. Mungu akukunga mlevi, ulevi utakuta mwenyewe. Kwa sasa ili ukate ulevi, kusudi unapokunywa pombe unajua kabisa utaenda kusema maneno ambayo yastahili, basi usipite eneo analouza nini? Pombe. Lakini anatuambia pia tuwe watu wa msamaha. Tunapoelekea sadaka zetu kwa Mwenyezi Mungu, tujihakikishie kwamba tumejipatanisha na watu wengine. Msamaha ni bora kuliko sadaka. Lakini sadaka ndio tuna msamaha tunaendana pamoja. Ndio maana mwanzo wa azimisho tunasema tukiri dhambi zetu ili tupate kuazimisha mafumbo matakatifu. Tujitakase kwanza. Sio tunakuja hapa mtaani muongeze jirani yako. Mmenuniana na mume wako. Tutaiona dunia chungu. Tutaiona dunia. Wakina mama mpo? Semeni kabisa tupo. Kabisa. Wanafanya mikono ile. Safi sana. Wakina baba mpo? Tupo. Sawa? Wakina baba mpo? Tupo. Sasa wakina mama wanaweza kusema kwamba kuna msemo mmoja unasema kama wakina mama au wanawake wangekuwa wanawatii waume zao kama wapiga picha, basi ndoa zao zingekuwa mbali sana, au mahusiano yangekuwa mbali sana. Kwa sababu mpiga picha anaweza kukuambia kaa hivi, na unafanyaje? Unakaa unamsikiliza ile kitu chako kaa vizuri, si ndio? Basi na nyie vile vile mnapotii mpiga picha, tena Mwenyezi Mungu hivyo hivyo, na mume wako hivyo hivyo, na mke pia kwa mke wako, ili utengeneze picha ambayo utahadisiwa baadaye utakapokufa. Tumsifu Yesu Kristo.